kwa zaidi ya siku 5 viongozi ndugu zetu kutoka UDA wakilalamika na wakikashifu ndugu yetu Omar Hassan. Mimi pia nikiwa hapa nataka niseme na Hassan Omar usikie vizuri. Hassan Omar unatoka Pwani, sisi tunatoka Rift Valley, wengine wanatoka kona ile nyingine yote, na tumeungana tumetengeneza chama kubwa ya UDA. Najua mambo uliongea ni makosa kubwa sana, lakini mimi nataka niombe ndugu zangu, viongozi wenzangu, kwa sababu hii chama ni ya kukusanya Kenya mzima, sio chama ya ukabila kama wale wakora. Tunataka tumuombe huyo Hassan Omar msamaha, na nataka niseme kwanza kabla sijamwombea msamaha Hassan Omar. Unakumbuka Hassan Omar, nimekupigia simu zaidi ya safari 3 nikikwambia sasa hivi unapitisha maneno. Makosa ulifanya ndio nisaidiane na wale ndugu zangu. Ile wakati tulikuwa na by election in Wadikiri, tulikuwa na ule jamaa wetu anaitwa Dola, na tulikuwa na ule kijana wetu mwingine Blue. Na nikakwambia wacha kura imalizike, mwenye atashindwa tutamuongelesha. Na mimi nataka niheshimu hiyo kijana Blue, kwa sababu wakati nilimpigia simu nikamwambia ndugu yetu Dola ameshinda, na pia ameomba kura wa muda mrefu, wewe bado ni mdogo, wachana naye kuja tuongee. Na akakuja tukakaa chini. Wakati tunakaa chini na yule kijana tunaongea, na nishakuambia wewe Hassan Omar, nimeongea na yule kijana wako sawa, wewe unaishu statement kwa chama ukimkashifu kijana mdogo. Na nikakupigia simu nikakwambia kama akili yako ni mzuri. Mimi nataka nikwambie Hassan, kuanzia leo jua unabeba docket kubwa, unatubeba sisi wote, unabeba viongozi wote. Ulisikia wakisema hapo anasimama kwa chama ya UDA, unabeba mpaka Kamugeti mwenye alitoka kwa chama ya KANU kuja kwa chama ya UDA. Tunataka tukuambie tafadhali, kuwa SG wa Kenya, kuwa SG amekomaa, wacha kuongea ofyo ofyo. Na mimi najua Hassan ulikuwa unajaribu kulenga ule mkora, naona hao ndugu zangu wanaogopa kutaja jina yake. Mimi nataka nikwambie Uhuru Kenyatta, ulinyanyasa ndugu zako, ukawapeleka wengine Mpeketoni, ukawaleta wengine Rift Valley, ukapeleka wengine wapi? Huyo ni baba yako. Wewe umekuja umeongoza kwa zaidi ya miaka 10, umeiba pesa yote ya Kenya, uchumi ya Kenya ilikuwa inaenda kupotea. Na sio juzi unatuambia, atunaambia rais ati yo ukitaka mashauri utupigie. Wewe ni mtu mkebe, nani anaweza kukupigia simu wewe? Wewe mtu dola ilikuwa imefika 160. Bei ya fertilizer ilikuwa imefika 650 to 6500 to 7000 fertilizer. Unga ilikuwa inaweza kuduka shilingi 300. Umesubsidy vitu kwenda kwa duka kupatia wakora wachache wako na maduka pesa, ukaumiza mwananchi. Wewe ni mtu mkebe my friend, nyamaza na utulie. Kama vice president wengine, kama wazee, peana wasichana mfanye nini? Na usaidie mtu kama Tuju mkunywanga naye pombe hapo. Wacha kuumiza Tuju, anahangaika ndio yeye ameuziwa vitu. Wewe kazi yako ndio kusunga tumbo, umefika hapa. Enda gym, wachana na Kenya. Na uachana na William Ruto. Shida yako na William Ruto kubwa ni kwa sababu William Ruto ako na akili kutoka hapa mpaka Timboroa. Yako anatoka tu Katindu mpaka hapa sijui hapa Paipa zinaishia hapo. Kwa sababu wewe ni mtoto wa tajiri. Mimi nataka nilikwambia my friend, nilikulima ukiwa president, si kutaka kukulima tena. Nataka nikwambie, enda nyumbani, chunga wajukuu, relax, enda gym, punguza tumbo na ukue starehe kama watu wengine. Ngoja kutunyambia hapa na pesa ya Kenya. Kwa sababu hiyo sasa ni kama kutukojolea sisi wote kila siku ukisimama. Na uache kuongea lugha yako. Wewe ni mtu umetoka kwa hiyo kiwango. Tusanye hii Kenya ikuwe moja. Tukiwa tiati tunaita Kenya, wanapata shule, wanapata kila kitu. Tukiwa pale popote tuko, kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Na wewe Uhuru, hiyo story unafanyanga usiku usema ati William atakuwa 1 term. Wewe utajua siku hiyo William haizi kwa 1 term. Kama baba yako alikuwa 2 term, wewe ulikuwa 2 term. Kibaki alikuwa 2 term. Kwani William alikula nini ya nani? Hiyo kura tutajaza. Na hao wananchi mtajaza kura. Wao William anaenda 1 term. Kwani yeye sio mtoto wa mtu? Kwani nyinyi ni special? Hiyo kura tutajaza.
na hawa wananchi, tutajaza na hawa wananchi. Mkuwe prepared mpaka 2032 ndio mujipange.